Yani bestie, uwezi imagine tunasumbuana na mwanaume juu ya manicure. Manicure tu, yani manicure ni kitu ya kusumbuana nayo juu ya mtu. Madam, habari yako? Kata tu hiyo simu kwanza, hii yangu ni very urgent. Ati umesema tio ni nini? Manicure. Ati manicure? Kidogo tu. Alo, Baba Kla. Unajua tena nimekuwa so emotional. Si ndio ninakwambia mtoto alikuwa amezidiwa. Mtoto ni mgonjwa hata venye tunaongea sasa tuko hospitali na niko na nasa hapa. Si amepatikana na ugonjwa ya manicure. Si ndio hiyo ugonjwa ina nini throat. Imesika throat, imekuja mpaka huko kwa mguu hata hizi tembea. Sasa daktari wanahitaji 20,000. Yes, ndo waweze kumdunga matibabu ya kwanza. Hata niko na daktari hapa. Aki madam, mimi ni single mother. Sema tu hiyo manicure ni 20k tafadhali. Niko na daktari hapa ndo huyu. Hello. Mtoto wako hapa amekuja ako na shida ya manicure, tumemtibu, sasa hivi tunahitaji 20k. Urgently, tuma tu sasa hivi. Tuma tu ukiwa mahali huko. Eti lazima ukuje. Kasongo, Sasa Baba Kla, wewe unakuanga na shida gani? Mtoto wako kwa hali mahututi anataka tu manicure. Si tuma tu hiyo pesa, lazima ukuje. Ati amen. Madam. Kwa vunjika mguu, siwe vunjike mguu. Ona sasa mtoto venye anafanya. Mtoto anatetemeka Baba Kla. Hiyo kwani alikuwa anagonjeka aje hiyo manicure hata amsemi? Hata mimi nasanga hiyo kiwa yake ni mbaya. So alikuwa anahitaji hiyo ugonjwa ni manicure. Acha nimwekee namba. Wewe ndio daktari ama wewe ni nani? Si mimi ndo nimekram hiyo pochi yao nikitoka kwa hospitali. Acha niafinye yeye ni nurse ama ni daktari. Aki nitakusugua majirani washangae kimefanyika huko ama nini. Yes, umesema ni hiyo pesa? 20k. Acha nikuwekee 500 juu umenisubiri umeningoja. Haya. Tembea salama uwe sawa. Madam, chukua simu yako, madam. Simu yangu. Madam. Iko sawa. Madam, ngoja kwanza. Hiyo simu si ya madam. Ngoja nichukue simu yangu. Sasa umesema tumpe na tukampa. Na hapana, nilikuwa confused na ugonjwa wa mtoto ya manicure. Wewe ungesema mapema iko tu sawa tu. Hiyo simu ni yangu Baba Kla, acha mchezo na chukua simu.